katika video hii nakuletea top 10 ya movie ambazo usitaki kuzitazama kabisa kama uko single. Wewe ni kijana, unaweza ukawa binti ama mshikaji, uko single, haujaoa, hauna mpenzi, hauna hata mtu wa kuchati naye, basi nakusii movie zifuatazo ambazo nitaweza kuzitaja hapa utakiwi kuziangalia kabisa. Bwana, katika listi hii kuna movie kama 10 hivi ambazo nimeweza kuzitaja, lakini katika listi hii unatakiwa uizingatie sana movie namba 9. Yani ni movie ambayo utakiwa kuitazama kabisa kama hujaoa ama kuolewa, hauna mpenzi, hauna girlfriend. Achana kabisa na movie hii. Bwana, kuna movie nyingi sana ambazo nimeweza kuziorodhesha ambazo unatakiwa kuzizingatia, kwa sababu ukijikuta umetazama hizi movie kwa bahati mbaya ama kwa makusudi, basi unaweza ukaingia katika ule mchezo wa kukabanyoka kwa wale watoto wa kiume wenzangu, na kwa mtoto wa kike basi unaweza ukajikuta unafungua friji unachukua ndizi ama tango ama carrot kwa ajili ya kufanya ule mchezo ambao hatutaki kufanya kwa vijana wa sasa hivi, kwa sababu sio mchezo mzuri. Ama kwa mabinti wengine waga sasa hivi wanatumia kile kibomba cha pressure ambacho kinakaa bafuni kwa ajili ya kufanya ule mchezo ambao hutakiwi kufanywa. Huu ni mchezo ambao wanafanya watu wawili tu ambao wameweza kuoana. Tunazungumzia wanandoa. Vijana ambao wametimiza miaka 18 na kuendelea ndio wanaruhusiwa kufanya huu mchezo. So basi, ili kuzingatia hilo, basi nakusii utaki kabisa kutazama movie hizi ambazo nipo nazo hapa katika listi ya movie ambazo nimeweza kuziandaa. Utaki kabisa kuzitazama movie. Bwana, kama nilivyokuambia hapo awali kwamba hizi ndio movie ambazo utaki kuzitazama kama hujaoa ama kuolewa. Bila kupoteza muda, twende tukazitazame movie hizi. Bwana, movie namba 1 inakwenda kwa jina la The Foursome. Movie hii imeweza kutoka mwaka 2024, ni mwaka juzi tu. Movie hii imeweza kutoka, ni movie ambayo picha linaanza movie yenyewe inaitwa The Foursome. Nafikiri unafahamu ni kitu gani ambacho kinaendelea huko ndani. So kama uko single, basi usitazame movie hiyo. Bwana, movie namba 2 inakwenda kwa The Girl Next Door. Hii inaitwa The Girl Next Door. Ni movie moja kali nzuri na historia nzuri, lakini kama uko single kama mimi, basi sikushauri uweze kuitazama movie hiyo, kwa sababu huko ndani kuna scene ambazo zimeweza kuchezwa, scene ambazo zina ukakasi mkubwa sana. Bwana, twende tukaangalie movie namba 3 inaitwa 365 Days. Movie hii imeweza kutoka mwaka 2020. Watu wengi wanaipenda sana. Sijui hiyo movie ina nini ndani, kwa sababu mimi binafsi bado sijaiona na natamani sana kuitazama, ila mpaka niwe katika mahusiano ndio nitaitazama movie hiyo. Hiyo ni movie namba 3. Tunakwenda kuitazama movie namba 4 ambayo inakwenda kwa jina la Happy Ending. Movie hii sitaizungumzia sana kwa sababu ni movie ambayo ninavyosikia kwa wadau ambao wameshaitazama movie hiyo, wananiambia ni movie nzuri. Movie inaitwa Happy Ending, lakini ni kwa ajili ya wale tu ambao wameweza kuolewa ama kuolewa. Mimi na wewe tukitazama movie hiyo tunaweza tukajikuta tunaingia katika mchezo wa kupiga punyeto, afu inakuwa sio sawa. Bwana, movie namba 5 inakwenda kwa The Year I Started Masturbation. Bwana, kuna movies zina majina ya ajabu sana. Hii movie inaitwa The Year I Started Masturbation, yani kwamba ni mwaka ambao yeye alianza kufanya ule mchezo wa kupiga puchu. Sasa sijajua hiyo movie ndani kuna nini, lakini kama hujaolewa huko single kama mimi, basi siweze kutazama movie hiyo. Tunakwenda kuitazama movie namba 6. Movie namba 6 inakwenda kwa jina la Original Sin, ambayo imeweza kutoka mwaka 2001. Kwa Kiswahili ni dhambi ya asili. Ni dhambi gani hiyo? Mimi na wewe hatujui, kwa sababu bado hatujaitazama. Mpaka ambapo tutakapokuwa katika mahusiano, basi tutaweza kuitazama movie hiyo. Hiyo inaitwa Original Sin. Bwana, movie namba 7 inakwenda kwa jina la Shame. Hii movie imeweza kutoka mwaka 2011. Shame, ama kwa Kiswahili unaweza kaita aibu. Nasikia ni movie nzuri, ila mimi binafsi bado sijaitazama kwa sababu bado niko single. So ni movie ambazo hatutakiwi kuzitazama kwa sababu bado hatupo katika mahusiano. Bwana, movie ya 8 inakwenda kwa jina la Anyone But You. Kama unavyoiona, na yenyewe ni kali pia, nenda kaitazame, lakini huo umeoa ama kuolewa. Movie namba 9 inakwenda kwa jina la Secretary. Hii imeweza kutoka mwaka 2002. Secretary kwa Kiswahili maana yake ni msaidizi wa boss ama afisa fulani hivi katika ofisi. Kuna yule secretary wake ambaye ni msaidizi, na mara nyingi hao ma secretary waga ni wanawake, na ndio jina la movie linavyoitwa Secretary. Sasa sijajua huko ndani kuna nini.
ni movie ambayo ipo katika listi ambazo tutakiwa kuzitazama kama hatujaingia katika mahusiano. Bwana, movie namba 10 na ya mwisho ni bonge moja la movie, sitaitaja, nitaitaja lakini movie ya 10 na ya mwisho ni movie ambayo inaitwa The Virgin Forest. Imeweza kutoka mwaka 2024. Virgin Forest kwa Kiswahili, na wewe nafikiri unafahamu kwa Kiswahili maana yake ni nini. Kwa wale wenzangu ambao hatujabarikiwa kujua Kiingereza, mimi binafsi kuna mtu hapa nimemuuliza, amenidokeza, ameniambia Virgin Forest maana yake ni msitu wa mabikira au msitu wa bikra. Inachekesha, ndio jina la movie hiyo. Bwana, hizo ndio movie ambazo hutaki kuzitazama kama uko single. Ulikuwa na mimi msanii wako wa nguvu, naitwa Tino la Diva, na kusiweze kusubscribe hapo chini. Kwa sasa mimi na sign out. Lakini pia unaweza kunifollow kupitia Facebook page yetu kama Memorata TV, pamoja na Instagram kama Memorata TV, au mimi binafsi kama Tino la Diva katika mitandao ya kijamii, na kuona tisho sana. Kwa sasa mimi na sign out, tukutane wakati mwingine tena. Ciao.